Karibu. Damina, leo umekuja mbona mapema hivyo? Kuna nini leo? Za hapa kwanza. Za hapa nzuri. Yaani mguni wa kwako. Nimesema nianzie hapa, maana wewe ndo rafiki mkubwa wa Faima. Faima haonekani nyumbani siku ya pili leo. Mimi kiukweli sijaonana naye na sijawasiliana naye. Labda yupo kwake. Sijawasiliana naye kabisa. Sasa atakuwa ameenda wapi? Karibu mama. Vipi shamu mimi? Popo. Naomba nipite basi. Nipo ndani. Nimechoka toka asubuhi, unajua tunamtafuta. Siku ya pili leo Faima atakuwa ameenda wapi mdogo wangu? Haya sawa, nashukuru mdogo wangu, nisikuchoshi. Acha nikajaribu kuangalia sehemu nyingine. Haya, pole. Hujawasiliana naye hata? Yaani sijawasiliana naye wala kumuona. Haya, nashukuru mdogo wangu. Haya, karibu. Hata hii sinaweza nikatoka barabarani. Unapita hivi, ukifika pale utapita kulia. Vipi mmangu? Mbona leo mapema? Hivi sawa uongo umejifunza leo? Na kipindi huo uongo wenu mnaofanya mnaangalia na mwezi gani? Mwezi wa Ramadhani unaongopa kabisa mtu hajakuja kweli? Mume wangu. Umenikuta ndio naongea, nimeongopa. Haya mambo yanatuhusu mimi na yeye. Alafu pia haya mambo ni ya kike mangu, hayakuhusu. Anihusu. Jambo lisokuwa linihusu nisingelishuhudia. Hilo jambo linazungumza mimi nimelishuhudia. Unaniambiaje alinihusu? Acha uongo. Afanye mtaenda kuvutwa ulimi nyinyi na Mwenyezi Mungu. Hebu subiri. Kwa saizi hapa ninachotaka kujua. Kwa nini umerudi mapema? Umeondoka asubuhi hapa? Umerudi asubuhi. Kwa nini ninachotaka kujua? Kwa nini umerudi mapema? Na nakuona kama uko sawa. Sawa. Naambia Mungu na shida gani? Ninaumwa. Naona mafua. Hapa nilipo nina joto kali. Pole mwanangu. Pole unaumwa. Pole sana. Utulie ndani kwanza, sawa? Kwa hiyo furaha yako ni kumharibu mdogo wangu, si ndio? Yaani ni kumharibu mdogo wangu ili asiishi kwa amani, si ndio? Unaongea nini yani? Nisikilize. Huwezi kunielewa hata kama iwe maelfu na maelfu, huwezi kunielewa kwa sababu unachokifanya unakijua ni dhambi. Unajua kabisa hadhiri kabisa kitendo unachokifanya ni kibaya. Natambua mdogo wangu kaolewa, katolewa mahali na harusi imefanyika, ulijua na ulishuhudia. Lakini bado unaona haitoshi, unakuja kumharibia maisha yake. Unakuja kumharibia furaha yake, si ndio?
Kaka, naomba kwanza uniheshimu, sawa? Kabisa, kama unaongelea issue ya mdogo wako Faima, hapa Faima hayupo. Kwa sababu, sawa? Mimi tukia Faima aolewe, sawa? Mimi sina time naye. Nashangaa wewe unakuja leo unaongea si nini? Unakosea. Nakosea. Unanikosea. Kwa hivi viatu vya nani hivi? Hivi viatu vya nani? Viatu vya nani hivi? Hivi viatu vya mtu wangu mimi. Ndio, najua mtu wako Faima, mwambie aje, atoke ndani aondoke naye. Kaka, Faima yupo kwa mumewe. Sawa? Faima tokea aolewe, sawa? Mimi si hata tablet sina. Ni mtu wangu mpya. Sasa ukiniambia tio sijui Faima, mimi unanichanganya. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Wewe ni mtu ambao sasa hivi umekuwa kama jini kidudu, sawa? Ambao umeingia katika familia ya mdogo wangu. Sawa? Kaka, yani wewe ni mtu ambaye yani kwa sasa hivi sasa unaongeza ule uhadui wetu sisi, yani baina yangu mimi na wewe. Kaka, unanitusi. Sawa? Na ukumbuke umefika hapa nini? Ni kwangu. Sawa? Na kuomba, sawa? Mimi na wewe maadui siku nyingi tu. Sawa? Usitake tugombane. Please, sawa? Ondoka. Hapa mimi sawa, naondoka. Ila tambua umeongeza uhadui maradufu kwa sababu mdogo wangu nayemuona wewe. Kaka, mdogo wangu nayemuona wewe. Kaka, nenda kaka. Unajua ni fedha gani ambazo sisi familia tunazozipata? Kaka, mimi sitaki kufahamu fedha, sijui nini. Wewe hapa umekuja nyumbani kwangu. Naomba tu uondoke, please. Basi namuomba mdogo wangu naondoke naye. Kaka, tuheshimiane. Ndani hayuko mdogo wako. Yupo mtu wangu. Mdogo wako yupo kwa mumewe, kwa nakuomba uniache. Nenda, please. Sasa uadui wetu ndio unazidi kuongezeka. Yaani sasa ndo unazidi maradufu. Niheshimu. Naondoka. Ila nitajua nitafanyaje mimi. Nitajua nafanyaje. Wewe. Yaani unacheka kwamba ni mazuri, sio? Mazuri haya? Kwani sasa? Faima, nilikwambia hii hatari. Una ileta hapa sasa, ona sasa. Ikishaanza kuja hapa, atakuja pia na mwingine. Hii ni hatari. Sasa nini? Faima, nilikwambia hii hapa ni hatari. Tena nina furaha kabisa kwa sababu nimeondoka kwa yule mpuuzi anayenilisha futari moja. Faima, hata sui niongee nini yani? Usiwe na wasiwasi. Sawa. Hili swala dogo sana. Sawa. Ona, mimi natoka. Market hapa nina yani amani sina. Sawa, mingaje niendelee kupika. Subiri niangalie hapo hapa yani hapa. Vipi ndugu yangu? Naona unaenda kuchukua pointi 3. Kabisa kufunga mzee. Kweli. Msikitini na mawaidha. Asikwambie mtu. Vipi shehe? Wema kidogo, sio sana. Wao nasema kidogo. Ndugu yangu, nimekuja hapa na ombi langu. Naomba, najua wewe ni ndugu yake sana Nasri. Ni mtu ambao bega kwa bega mpo wote. Kabisa. Pia katika nyendo zenu ni watu ambao naona kabisa umeshibana, ni ndugu mlioshibana. Yaani sisi ni ndugu, ukisema ndugu wameshibana, siku hatujashiba. Sisi ni ndugu. Sawa. Sasa ndugu yangu, Nasri ni mtu ambao sasa hivi
kamtoa kwenye ramani mdogo wangu. Mimi mdogo wangu leo ni siku ya pili, haonekani nyumbani wala kwa Mary. Na sehemu yupo kwa mdogo wako Nasri. Na nimeenda nyumbani kwake kwa Nasri, nimekuta viatu vyake vipo pale pale nyumbani kwake. Namuuliza ananiambia hayupo wakati yupo ndani. Sasa shehe ukisema habari sijui viatu sijui nini. Wewe unajui viatu vinaongozana kwa kutolewa kila siku. Kaka, viatu vya mdogo wangu navijua mimi kwa sababu ni zawadi yangu mimi niliyompa mdogo wangu. Na nimevikuta nje mlangoni kwa. Sawa shehe. Viatu vipo design nyingi. Una uhakika kabisa? Viatu mimi nimemnunulia mimi mdogo wangu, nimemletea zawadi. Sawa. Kwa hiyo mimi nilipofika pale nikaviona nikajua ndo hivi na mdogo wangu yupo ndani. Kwa kilichonileta hapa nilikuwa na ombi moja. Uende kwa Nasri. Umuombe, umwambie aache mara moja kitendo anachokifanya kwa sababu ni fedheha kaka. Fedheha sana katika familia yetu. Yaani hapo usema kama mdogo wangu anaye mdogo wako. Mimi sijui. Lakini nitalifanyia kazi. Naenda msikitini, nikirudi nitaenda kwa Nasri au nitamuita Nasri. Taongea naye. Yaani yupo kwake mdogo wangu, najua yupo kwa sababu mimi namjua vizuri. Sawa. Kwa mimi jambo langu ni hilo tu kwa sababu ni fedheha sana ndugu yangu. Ni fedheha kwa kuwa mwanamke aliyeolewa afu bado anahangaika na vijana wengine. Hiyo kwetu ni fedheha kaka. Basi sawa, mimi yule ndugu yangu nipo naye kwenye kazi na kila kitu. Ufundi wake ufundi wangu, ufundi wake ufundi wangu. Kwa hiyo mimi yule nitakana, nitaongea naye vizuri kabisa. Basi nashukuru sana kaka. Asante kaka. Asante. Karibu tena. Shukrani sana. Bwana nimekuita hapa tuzungumze. Hivi Nasri sikumbulizi ushai kumuona? Unajua yani. Maona sasa. Unaanza kujingata, mnajingata nini? Mimi naelewa kila kitu. Wewe unajingata nini? Mimi naelewa kila kitu. Wewe nielezee tu bwana, nimemuona sijamuona basi. Tusaidiane. Sasa unaanza kujingata nini? Mimi sijamuona wewe. Tatizo vijana nyewe mnavichana sana siri. Yaani mimi namtafuta kuna kazi hapatikani. Umenielewa? Ndio maana nikakuuliza wewe mtu wake wa karibu. Kama na wewe utaniambia hajaonekana, mimi itabidi niende nyumbani kwake nikamwangalie. Ila kwa tetesi ninazozisikia kuhusu ndugu yako, mwambie sio tetesi nzuri. Yeye ni mtoto wa Kiislamu na anajua maadili yote ya Kiislamu. Angekuwa amekufa yule mmemwezie, angemmiliki yule mwanamke. Sema ujinga wake tu. Ila amesoma anajua kabisa. Poa, mimi nikiona naye nitamwambia. Sawa. Na hakika unanipenda tena kwa dhati sana. Na naomba unisikilize. Sawa? Ili ambayo sisi tunalifanya si jambo zuri. Japo wewe unaniamanisha sana kwamba hakuna shida, niwe free. Lakini mimi binafsi nafsi inanisuta sana. Napata ukakasi na mawazo sana. Hasa nikifikiria familia yako kama ikitambua wewe upo hapa kwangu. Sijui utachukua maamuzi gani. Kwa hiyo hata kama unaniambia kwamba niwe huru, nisiwe na wasiwasi, ila mimi bado kwangu hii hainiingii akilini hata kidogo. Sijui unaniambia nini, labda mimi nikuelewe. Nasri, nikutoe tu wasiwasi. Mimi nakuahidi nitakuwa bega kwa bega na wewe. Na nimefanya maamuzi haya sio kwa kushawishiwa. Na niko tayari hata kama wazazi wangu watakuja kufanya kitu chochote kwa ajili yako. Mimi niko tayari kuwa na wewe na kupenda tena nakupenda sana. Na hili
nimefanya maamuzi haya kwa sababu moja. Mimi nimeolewa na yule mwanaume, lakini mimi nilikuwa simpendi. Ilinibidi tu niolewe kwa sababu ya mzazi wangu. Lakini pia mwanaume yule maisha anayoishi tofauti na mimi. Yaani hatuendani hata kidogo. Maisha yake ni ya shida na mimi siwezi. Ndio maana nimeamua nimwache. Lakini pia nikuahidi nitasimamia kila kitu mpaka yule mwanaume anikabidhi talaka. Sawa, kuelewa. Lakini mimi point hapo ambacho mimi nimekipata zaidi. Uko radhi kwa kila jambo au kwa kila tokeo litakalo jili juu yetu. Kwa hiyo kama ni hivyo niseme asante sana. Sawa. Sasa jamani, nadhani wote tunafahamu kinachoendelea. Mungu, tunajua ni kitu gani kilichotokea. Sasa wewe kama mume wake ndio maamuzi yote unayo wewe. Mungu, kwa sababu mimi kama baba mtu nilishatoa maamuzi ya kumuozesha. Mungu, na sisi wote sasa hivi tunajua yule mtu yuko wapi. Mungu, sasa tunataka kufanya maamuzi, lakini maamuzi makubwa kabisa mimi nadhani unayo wewe mume wake. Maana nikisema nitoe maamuzi mimi baba mtu nilishatoa maamuzi ya kukuozesha wewe. Umeona bwana? Sasa hapo tunatakiwa tukusikilize wewe kwamba wewe maamuzi yako ni yapi? Baba, kwanza nashukuru kwanza. Nashukuru sana. Ila tambua mke anauma tena sana. Ila tutaki baba tufikie mbali. Mimi kwa maamuzi yangu natoa nataka kangu nimpe talaka. Lakini naomba talaka ndio yangu yaniuma kishenzi. Tena sana. Ila lakini baba, mimi kangu naomba talaka. Naomba akae Eda hapa nyumbani kwako. Na ndio inapotakiwa baba, itakiwa akae Eda, lakini kwa namna ambapo amefikia haitawezekana kukaa nyumbani kwake. Unasemaje? Yaani mimi ninachokisema hapa, huyu akishampa talaka, mimi napiga ndoa hapo hapo. Nisikilize, siwezi kumweka Eda mimi mtu mjinga. Yaani huyu akitoka kule, huyu akishampa talaka, namuozesha na wewe mpumbavu mwenzie. Hakuna ukaenda nyumbani kwangu. Yaani nipate mjukuu ambaye hana baba hapa. Nisikilize. Bwana wewe, huyu mume wake tunashukuru atampa talaka, mimi nikimaliza naozesha hapo hapo. Nimemaliza. Ila bibi unakosea. Ninachokisema, huyu akishatoa talaka, sisi tunapiga ndoa nyingine hapo hapo. Tumemaliza. Shogangu, naona mpenzi lenu ina taradadi. Umekaa mwenyewe na enjoy. Umejitanua, una baya. Nawe kwa si jambo. Naambia. Shogangu, mimi nimekufuata hapa kwa jambo hilo moja. Sasa hivi mtaa wote, yani watu wote hapa mtaani wanajua kama upo wapi? Hapa kwa Nasu. Na kikubwa zaidi, dadako juzi kanifuata nyumbani. Dada yangu mimi? Ndiyo, ananilalamikia, unamwacha shogako anapotea, unamwangalia tu, unamshauri ujinga. Yaani nikashindwa mpaka cha kumwambia. Yaani kaongea maneno chungu mzima. Na sijajua wewe mwenzangu na mawazo gani? Kama ni ndoa umeharibu mwenyewe kwa mikono yako. Hata sijajua mpaka saizi una maamuzi gani na umeamua nini, sielewi. Wewe acha usiwe na wasiwasi shogangu. Yaani mimi sasa hivi naangalia mbele, sigeuki nyuma. Tena wanaokuja kukusumbua, wao sio walinifukuza, walinitimua nyumbani. Walikuwa wanataka nikaishi wapi? Nikaishi majalalani. Mimi nimeamua kufuata moyo wangu, nimekuja kwa Nasri wangu. Na tena mambo yetu yanaenda vizuri. Mwenyezi Mungu akijalia naenda kuifuata talaka yangu kwa wewe bwana. Narudi kwa Nasri wangu, tunaendelea kuishi pamoja. Alafu sasa mama, ndoa iko hea. Haya shogangu, mimi nitasema nini? Wewe wala usiwe na wasiwasi. Yaani wasikutishe.
Babe, mbona unaondoka tena? Unasahau kofia. Umevaa kanzu yako mwenyewe vizuri. Umesahau kofia. Asante mama. Shukrani. Haya. Sasa mimi nacho ni wahi. Haya. Washiba. Karibu. Asante Kwema. Karibu sana. Karibu. Sasa samahani bwana, umefika muda mzuri, lakini nawahi, kuna sehemu nipigwa simu. Wacha mimi niende kwangu. Kwa hiyo shemeji anataka kunikimbia? Hapana shemeji. Basi sawa, kwa kuwa dadangu yupo, haina tatizo. Wewe unaweza kaondoka. Sawa. Dadangu yupo. Shukrani. Poa. Mimi naenda. Bwana. Haya. Baadaye basi. Usikie? Haya, kazi njema. Yaani wewe Lionel nimeshakuja kwa. Karibu. Asante kwema. Kwema za huko. Sasa hivi mama anasemaje? Safi. Wewe dadangu hata karibu kweli au unataka wewe tena? Karibu. Basi naomba kimya kaa. Kaa hapo bwana, ni kwa ndani kwangu sitaki wageni. Niambie. Kuna jipya gani? Ndio uko utokako. Dadangu, kweli kuna msemo unasema kwamba ndege wafanana nao ndo walukao pamoja. Na wewe sasa naona umeshapata kuruka naye. Ila nakusihi sana usije ukatutia aibu kama uliotutia mwanzo. Kwa sababu mwanzo umetufanya sisi kama mapwanjwani tu. Ila naweza nikakwambia hongera sana kwa sababu naona kwa sasa unatabasamu. Tabasamu lako naona limerudi sasa. Ile tabasamu la nyumbani sasa limerudi. Kaka bwana. Mimi nimekuelewa na nikutoe tu shaka, niwatoe shaka wote. Mimi kwa sasa hivi kama unavyoona nimetulia na niwaahidi tu sitawaangusha. Kwa sababu nilikuwa naye na furaha naye na maisha yetu yanaenda vizuri. Unavyoona tunatarajia kichanga. Jomba la kuja jomba. Ujiandae kuleta neti na wale wako simlete mwanangu neti.